Bwana Yesu asifiwe. Naamini ni wazima, tena wazima wa afya. Neema ya Mungu imezidi kuwa pamoja nasi katika maisha haya. Somo la leo linasema kusimama na neno la Bwana. Kusimama katika neno la Bwana, neno lenye ushindi. Kabla tujaanza somo letu, tuombe. Asante Bwana kwa neema yako, kwa kutupa wakati mzuri wa kuweza kuyasikiliza maneno yako. Tupe hekima na ufahamu wa kuweza kulijua neno lako. Nimeomba kwa kuamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Somo la leo limebeba mada nyeti sana, mada ambayo ina uzito sana katika maisha yetu ya kila siku. Kusimama katika neno la Bwana. Hebu jiulize, maisha unayoyaishi sasa, umesimama katika neno la nani? Yaani maisha yako yanategemeana na neno la Bwana, na neno la nani? Basi siku ya leo tunaenda kusoma kusimama katika neno la Bwana. Kusimama katika neno la Bwana, maana ya undani zaidi ni kuliamini neno la Bwana na kuliishi pasipo kutikisika, pasipo kudanganywa na vishawishi vyovyote. Na katika ulimwengu huu kuna neno la Bwana na kuna neno la Ibilisi. Maneno yote ambayo yanapinga neno la Bwana, hayo yametoka kwa Ibilisi. Ukiona kuna neno ambalo linapinga neno la Bwana, hilo limetoka kwa Ibilisi. Na tunapofahamu neno la Bwana lipo ili kutuokoa. Neno la Bwana lipo ili kutupatia uzima wa milele. Neno la Bwana lipo ili kutufanikisha. Lakini neno la Ibilisi lipo ili kututakia mabaya. Neno la Ibilisi lipo ili kutuangamiza. Kwa hiyo lazima uwe na umakini katika mambo haya. Ukilichagua neno la Bwana, mema yatakupata. Ukilikataa neno la Bwana na ukalichagua neno la Ibilisi, mabaya yatakupata. Lazima jambo hili uliweke katika akili yako. Kila kitu ambacho unakifanya lazima kitakuwa na matokeo. Kwa hiyo ukisimama katika neno la Bwana, kuna matokeo yake. Na usiposimama katika neno la Bwana, kuna matokeo yake. Hebu ngoja nianze na kisa kizuri ambacho kitaweza kutufungua ufahamu ili tuweze kuelewa mada nyeti ya leo. Kuna mfalme mmoja alikuwa anataka aende vitani. Lakini kabla ya kwenda vitani, aliwaita manabii ili waweze kumtabiria, je, atashinda au atashindwa. Walikuwepo manabii wengi sana ambao walikuwa wamejazwa na roho za kipepo. Na kulikuwa kuna nabii mmoja wa Mungu. Hawa manabii wengi ambao walikuwa wamejazwa na roho za kipepo wakamwambia, nenda, utafanikiwa. Nenda, maana Bwana atawatia mikononi mwako. Lakini huyu nabii wa Mungu akamwambia, usiende, maana hakika utakufa, hautafanikiwa. Akamwambia hivyo. Sasa mfalme imebaki uamuzi kwake asimame katika neno la nani? Neno la hawa manabii wengi ambao walikuwa wamejawa na roho za kipepo
au asimame katika neno la nabii wa Mungu. Mfalme kwa ujinga aliyokuwa nao akaamuru huyu nabii wa Mungu akafungwe gerezani kwa sababu amemtakia mabaya, wakati nabii wa Mungu alimwambia kwamba usiende, maana ukienda utakufa. Nao manabii ambao walikuwa wamejawa na roho wa kipepo walimwambia, we nenda, maana Bwana atawatia mikononi mwako. Kwa hiyo mfalme akaamua kusimama na neno la hawa manabii wengi, akalitii hilo, akalifuata. Alivyoenda vitani, hebu hapo nisikilize kwa makini. Alipofika vitani, neno ambalo lilitimia ni neno la Bwana, neno ambalo lilinenwa na nabii wa Mungu ya kwamba ukienda utakufa. Na hili neno ambalo lilinenwa na hao manabii ambao walikuwa wamejazwa roho za kipepo alikutimia. Kwa hiyo kwa kutokusimama kwenye neno la Bwana, mabaya yalimpata. Haijalishi shetani anakuambia mambo gani. Haijalishi shetani anakuambia mambo gani ya kukutakia mema. Hakutakii mema hata kidogo. Lengo lake mabaya ya kupata. Kwa hiyo mfalme huyu angesimama kwenye neno la nabii wa Mungu ambaye alimwambia usiende bana, utakufa, mabaya yasingempata. Lakini alisimama kwenye neno la manabii wengi ambao walionekana kama kumtakia mema, kumbe ni mabaya, wanafiki. Kwa hiyo siku zote shetani ni mnafiki katika maisha yako. Chunga sana, chunga sana, chunga sana. Wale ambao naongea nao, chunga sana. Kuna wengine wataonekana kama kukutakia mema, kumbe wameona mbeleni kuna mabaya yanaenda kukupata. Kwa wanakusukuma kwenye shida. Nisikilize neno la Bwana linavyosema. Jiulize katika maisha yako ambayo unaishi katika nyakati hizi. Maisha yako ambayo unaishi kwa neno la nani? Je, ni maneno ya watu au neno la Bwana? Ishi kwa neno la Bwana. Mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Neno la Mungu lipo ili kutuokoa. Ikiwa utalitii, litakuokoa. Maandiko yanasema kila atakayeliita jina la Bwana ataokoka. Neno la Bwana. Turejelee katika kitabu cha Mwanzo 3 ambapo somo letu limejengwa hapo. Mwanzo 3. Mwanzo 3 inaelezea chanzo cha uovu. Inaelezea chanzo cha uovu. Nyoka alikuwa ni mwerevu sana kati ya wanyama ambao Bwana aliwaumba. Na shetani alipitia kwa nyoka kuweza kumdanganya Hawa. Nyoka alikuwa ni mwerevu sana. Siku zote Ibilisi anapitia kwa wale watu ambao unawaamini sana, kwa wale watu ambao wanaaminika kuwa na maarifa ya hali ya juu, ili kuweza kuwadanganya wengi. Issue ni kusimama katika neno la Bwana. Mtu yeyote, awe mchungaji, awe mzee wa kanisa, awe padri, awe kasisi, awe shehe, akija kwako akakwambia maneno ambayo ni kinyume na neno la Bwana, huyo ni Ibilisi. Kuwa makini sana. Kuwa makini sana. Mungu aliwapa maelekezo kina Adam ya kwamba
ili tunda msile, maana mkila mtakufa. Hilo ndio neno la Bwana alilowaambia kina Adamu. Aliwaambia waziwazi. Uzuri, neno la Mungu lipo wazi. Aliwaambia kwamba mkila hili mtakufa. Nyoka akaja akamwambia mwanamke ya kwamba eti Bwana amesema matunda ya miti yote ya bustani msile. Mwanamke akashtuka akasema, hapana. Mungu hajasema kitu kama hicho. Mungu hakusema kitu kama hicho. Hapana. Siku zote ibilisi anapokuja kwako huwa anakuja na vitu ambavyo vitajenga mazungumzo kati yako na wewe. Ukiangalia hili swali ambalo alimuuliza Hawa, ilikuwa ni swali la kuchochea mazungumzo. Swali la kuchochea mazungumzo. Kwa hiyo kuwa makini sana. Ibilisi anamwambia kwamba eti Mungu amesema matunda yote msile. Hawa anasema hapana, Mungu amesema. Kwa hiyo Hawa analitamka neno la Bwana mbele ya ibilisi. Anasema Mungu amesema matunda ya miti yote ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, hayo Mungu amesema tusile, maana tukila hakika tutakufa. Kwa hiyo Hawa alikuwa nalo neno la Bwana na alilitamka mbele ya ibilisi, neno la Bwana. Kwa hiyo unaweza kuwa katika maisha yako neno la Bwana unalo na unalijua kabisa. Hiyo haitoshi. Hawa alikuwa nalo neno la Bwana. Alijua kwamba Bwana amesema hivi na hivi. Siko hapa kuweza kulaumu, lakini hayo yaliwapata kwa jinsi ya mifano, ili kusudi sisi tuliofikiwa na miisho tuweze kujifunza kutoka kwao. Sasa baada ya Hawa kulitamka neno la Bwana, Shetani akaingiza vishawishi vyake. Akamwambia, Mungu anajua ya kwamba Mungu anajua ya kwamba mkila matunda ya mti huo mtafanana na yeye, mtayajua mema na mabaya, na hakika hamtakufa. Hakika hamtakufa. Haya ni maneno ya ibilisi, lakini neno la Bwana linasema msile, mtakufa. Kwa hiyo Hawa alikuwa analijua neno la Bwana, lakini hakuliishi. Hakusimama katika neno la Bwana. Hakuliamini. Hakuliishi. Ndipo Hawa akaangalia ile tunda lafaa kwa kuliwa, lafaa kwa maarifa, ni zuri, lapendeza, akalitwaa, akalila. Kwa hiyo akatii neno la ibilisi ambalo lilikuwa ni uongo na uzushi wa kuweza kulipinga neno la Bwana ambalo lilikuwa ni kweli na hakika. Kweli na hakika. Ni mara ngapi umeliasi neno la Bwana na kukubali neno la ibilisi? Kwa hiyo matokeo ya kutokulitii neno la Bwana ndiyo tunayaona, ni mabaya sana. Matokeo ya kutokulitii neno la Mungu ni mabaya mno. Kwa hiyo pale Edeni ni dhambi kubwa sana iliyofanyika pale. Ni dhambi kubwa. Ilimgharimu Mungu kushuka kwa ajili yetu.
Ikiwa Hawa angelitii neno la Bwana, leo ulimwengu usingekuwa hivi. Lakini kwa kutokulitii neno, alikuwa nalo na alikuwa analijua, lakini issue ni kwenye kulitii na kuliishi. Kwa hiyo kuwa na neno sio issue, kulijua neno sio issue. Je, unaliishi? Je, unaliamini? Je, umesimama kwenye hilo neno kikamilifu? Simama katika neno la Bwana. Neno la Ibilisi linakuja katika maisha yako likiwa na uongo uliochangamana na ukweli. Uongo uliochangamana na ukweli, likiwa na nia ya kuweza kukuharibu na kukuangamiza. Lakini neno la Mungu linakuja likiwa na kweli halisi, halijachangamana na uongo wala nini. Neno la Mungu linakuja likiwa katika mwanga wake mkali, katika kweli halisi. Lengo lake ni kukumulikia njia na kukuokoa. Mungu anawaambia waziwazi kwamba msile mtakufa. Neno la Mungu lipo wazi wazi kwetu leo. Je, tumesimama nalo? Kwa hiyo kuna madhara makubwa sana ya kutokusimama na neno la Mungu. Ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku 6 fanya kazi. Neno liko wazi sana, lakini Ibilisi amekuja na uongo juu ya neno hili la Bwana, na wengi wameanguka kwenye neno la Ibilisi. Ibilisi amekuja kulipotosha, ameleta maneno ya uongo ya kwamba Sabato ni kila siku, Sabato ni nini. Lakini neno la Bwana limesimama pale pale. Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Usiue, usizini, usiibe. Neno la Bwana liko pale pale, limesimama kama mwamba imara. Hebu tuone madhara ya kutokulitii neno la Mungu, madhara ya kutokusimama katika neno la Mungu. Kitu cha kwanza, tunakosa ujasiri wa kumwendea Mungu. Madhara ya kutokusimama katika neno la Mungu yanatukosesha ujasiri wa kumwendea. Huenda umepiga magoti, unataka uombe, lakini Ibilisi anakuja kama alivyomwendea Hawa, ndivyo anavyokuja na kwako. Ukiwa katika maombi, anaanza kukunong'oneza na kuambia wewe ni mdhambi sana, huwezi kusamehewa. Ukiangalia maneno yote haya ni kinyume kabisa na neno la Mungu. Wala Mungu hajawahi kusema hawezi kukusamehe. Wala Mungu hajawahi kusema kwamba hakuhitaji. Lakini Ibilisi anakuja kwako, anakuambia wewe ni mwenye dhambi, huwezi kusikiwa. Usiposimama na neno la Mungu ambalo linasema, haya njooni tusemezane, asema Bwana wa majeshi. Ijapokuwa dhambi zako zitakuwa nyekundu sana kama bendera, zitakuwa nyeupe kama seruji. Usiposimama na hili neno, utaweweseka kwenye maombi yako. Kuwa makini sana. Simama na neno la Mungu, litakupa ujasiri hata katika maombi. Ibilisi leo amekuja kuwaaminisha watu kwamba umaskini ndio sifa nzuri ya Mkristo. Utajiri ni dhambi. Kuweni makini. Mungu hajawahi kusema maneno kama hayo. Maandiko yanasema niwalisishe mali wanipendao.
Kwa hiyo Mungu mwenyewe anapenda sisi tufanikiwe, tumiliki, ili ufalme wake uweze kuendelea kwa nguvu zote. Kwa hiyo unaposimama mbele za Mungu, ondoa hayo mawazo hasi ya ibilisi. Simama na kile ambacho Mungu amekiongea kwenye maisha yako. Simama nacho hicho. Simama na neno la Mungu. Katika changamoto unazopitia, katika maisha unayopitia, huenda ibilisi analeta majaribu, analeta changamoto ili kukuangusha wewe unaopanga ukatao kuwili, ambao ni neno la Mungu. Unapolitamka linaenda kutimiza yaliyo mapenzi ya Mungu. Kumbuka ya kwamba wewe umevikwa haki ya Yesu Kristo. Anayostahili Yesu kuyapata, unayapata wewe. Umevikwa kwa haki ya Yesu Kristo. Kwa hiyo simama katika neno, wala usiogope. Shetani anapokuambia wewe ni mdhambi, hufai, utazame msalaba. Msalaba umejibu maswali yote unayojiuliza. Utazame msalaba. Yesu anakuita, anasema njoo kwangu wewe usumbukae, mwenye kulemewa na mizigo, nami nitakupumzisha. Utazame msalaba. Msalaba unaonyesha upendo wa Mungu kwako. Msalaba unaonyesha thamani yako kwa Mungu. Msalaba unaonyesha msamaha wa dhambi zako. Msalaba ndio majibu ya maswali yako. Ukigundua kile Yesu alichokuja kukifanya duniani, hutaishi na hatia hata siku moja. Maana ukiomba msamaha kwa jina la Yesu, Mungu ni mwaminifu. Kama mashariki na magharibi ilivyo mbali, ndivyo dhambi zako atakavyoziweka mbali na wewe. Hazikumbuki. Unapoomba msamaha, Mungu hakumbuki. Mungu anakukumbuka wewe tu. Maana wewe ndio wa thamani. Alikuja kukukomboa wewe. Tubu, uungame na usiogope. Songa mbele, usiogope. Endelea kukataa uovu, wala usiokubali. Tambua, nia kubwa ya ibilisi ni kukuondoa mbali na uwepo wa Mungu. Ikiwa utaona kwenye maisha yako kuna jambo linataka likuondoe mbali na Mungu, amini nakwambia, huyo ni ibilisi totally. Sogea karibu na Mungu. Mungu anakuita kila siku ukae karibu naye. Maana kwake ndipo amani ya kweli ipatikanapo. Ukiwa na Mungu hautaogopa. Ukiwa na Mungu umeishinda dhambi. Neno la Bwana, simama nalo hilo, maana litakuokoa. Mungu amelituma neno lake ili likuokoe wewe. Simama nalo. Neno la Bwana lina nguvu. Usisikilize minong'ono ya ibilisi. Ibilisi atakuja ili kulipotosha neno la Bwana. Usisikilize wala usikubali mazungumzo na ibilisi. Hawa alikubali mazungumzo na ibilisi. Usikubali. Unapolitamka, mwambie funga kinywa chako, utoke mbele yangu. Yesu alisimama katika neno la Bwana. Alisimama kwenye hilo na alishinda majaribu yote. Mwamini Mungu.
muamini Mungu. Shetani anakuaminisha kwamba Mungu hayupo. Shetani analeta zile hisia ya kwamba Mungu hayupo, wala Mungu hajasema, haitatokea. Ikiwa Mungu hayupo na wewe haupo, ikiwa wewe upo, amini ya kwamba Mungu yupo. Simama na neno la Bwana. Mungu awabariki sana. Tunapomaliza kipindi chetu, tujikabidhi kwa Mungu kwa kufunga na ombi. Tuombe Mungu atufundishe kuyatenda mapenzi yake na kusimama kwenye neno lake. Basi tuombe. Asante Baba, kwa sababu tumeyasikia maneno yako. Umetufundisha leo ya kwamba tusimame katika neno lako, maana neno lako lipo ili kutuokoa na kutupatia uzima wa milele. Bwana, hatutaweza kusimama ikiwa ndani yetu hatujajazwa Roho. Tujaze Baba Roho Mtakatifu aweze kujaa ndani yetu, ili Baba tukapate kuwa na ujasiri wa kusimama kwenye neno lako. Asante Baba, kwa sababu unatupenda na unatusikia. Nimeomba haya kwa kuamini kupitia jina la Yesu Kristo.